Hatujui sasa kocha Ahmed Morocco atachagua mbinu ipi ya kwenda nao. Naamini atachagua kwenda na mbinu ya kuzuia zaidi. Hiyo ndio itakuwa mbinu salama kwa Tanzania ili kuleta usalama kidogo kwenye eneo la ulinzi. Sina shida kwenye eneo la kuzuia kwa Tanzania. Haswa mechi za ugenini, Tanzania tunakuwa bora zaidi kuliko mechi za nyumbani. Ni mechi hizi mbili tu za mwisho ambazo tunaonekana tulishinda kwa ajili ya kwenda kwenye AFCON. Lakini bado mechi za ugenini tumekuwa tunaonyesha karakta nzuri sana. Mechi dhidi ya Algeria, watu walitarajia kwamba tunaweza tukafungwa. Unakumbuka Josephat? Ndio. Yaani tulionekana kwamba tunaweza kufungwa goli nyingi, lakini dhidi ya Giants kama Algeria tukapata matokeo mazuri ya sare ya suluhu. Na kina Pinipini Kamara pia. Tukapata ushindi. Kwa hiyo mechi za ugenini tunakuwa na karakta nzuri ya kuheshimu mpinzani. Na naamini kama tutaenda na karakta ile ile tunaweza tukafanikiwa kupata chochote kitu. Lakini kwa sababu tumebakisha timu 4 kwenye kundi letu, tunastahili kushinda zaidi. Hayo ndo matokeo salama. Kwa sababu kama Morocco atapata matokeo mazuri zidi yetu, naamini yeye ana nafasi kubwa zaidi ya kwenda kufuzu. Na ndio ana nafasi kubwa ya kufuzu kwa sababu ipo ahead na ndio timu giant zaidi. Tuna pointi 6, tunahitaji kushinda zaidi ya Morocco, tuwe na pointi 9. Tuna mechi 2 za nyumbani, tupambane na hizo ili kupata matokeo, lakini mechi itakuwa ni ngumu na tunahitaji kuwa na mbinu nzuri ya kudhibiti Morocco. Na naamini kama tutaangalia mechi ile ya mwisho ya Morocco na Niger wakiwa ugenini, tunaweza tukafanya kitu zaidi. Tunaweza tukafanya kitu zaidi. Kama tujazungumza mengi kuelekea katika mchezo huo, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania ambaye pia alikuwepo mara baada ya kukaa kipindi ambacho tulikaa muda mrefu hajacheza michuano ya AFCON. Ilikuwa mara mwisho ilikuwa ni mwaka 80 mpaka tukakaa miaka 39. Mwaka 80 ndio tulifuzu AFCON. Kabla baada ya kurejea mwaka 2019 tulicheza na Ivory Coast, Misri kama sosei, hatukupata pointi. Tulifungwa mechi kali. Hatukufanya vizuri ile AFCON yetu ya kwanza. Na tukakaa miaka mingi yeye hakushiriki kwenye hiyo michuano. Kwa sababu kulikuwa kuna kina Tenga kipindi hicho, kina Mambo sasa, kulikuwa kuna wachezaji wengi kina Mugela, ndio kipindi na kina pamoja na mchezaji wa Simba aliyefunga magoli 3 Kibadeni Mputa, ndio alikuwa katika hiyo era. Yeye alikuwa kwenye era ya kipindi cha miaka ya 88, 90 mpaka 95 hapo. Yeye ndo alifanya vizuri zaidi. Mchezaji huyu Fikiri Mohamed Magoso ni mchezaji mzuri sana kwa kipindi chake, alikuwa ni kitasa. Alikuwa kitasa kweli kwenye nafasi ambayo alikuwa anacheza. Sasa amezungumza hapa Fikiri Magoso, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania, mtazamo wake mara baada ya kikosi hiko kuwekwa hadharani, lakini pia namna ambavyo anatazama hususan katika eneo la goalkeeping ambalo limekuwa na maneno mengi sana hivi sasa. Nani ataanza, au mwingine anacheza, mwingine acheze. Hiki ndiko ambacho anakizungumza. Wengi wachezaji waliowaita ni wachezaji wanaotumika katika yao. Kwa hiyo hilo kwanza naongeza kwa sababu ameteua watu kuelekea katika mchezo ambao tunacheza na timu ya Morocco. Na hata wachezaji ambao wanawaita wageni ni wale wachezaji ambao wanapata nafasi kwenye timu zao. Kwa hiyo mwalimu ameita wachezaji sahihi wakati sahihi, tumpe support mwalimu. Watanzania wengi nadhani wanapenda kuingilia kazi ya walimu. Niwaambie tu Watanzania kwa walimu ni taaluma. Ahmed Morocco taaluma yake ni mwalimu wa mpira na ni mwalimu mwenye diploma A, na hapana shaka yoyote kwamba tumwamini mwenye taaluma yake, tumwache mwalimu Ahmed Morocco na chaguo lake, sababu kwa sasa ukiangalia makipa wa Tanzania hata wanaocheza nje, na bado utakuja kwa Ali Salim kwa sasa baada ya Aishi Manula kwa makipa bora kwa sasa hivi Tanzania, bado hata mimi namuona Ali Salim bado ni chaguo sahihi kwa Ahmed Morocco. Ni
Fikiri Magoso, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania, akizungumza na mwenzetu Amani aka Mzee wa Fukunyuko. Mzee wa Fukunyuko ni Instagram, nipo kwa maoni, naamini mnaweza mkatoa maoni pale ili tuweze kuyasongesha masuala ya kimichezo ambayo tunayafanyia kazi hapa kwenye Weekend Sport.